Unahitaji vyombo bora vya muziki kupata usikivu mzuri wa muziki. Wahandisi wa sauti kutoka viwanda mbalimbali duniani wamewekeza kwenye tafiti za kina, wakitaka kufahamu wateja wa vifaa vya muziki wanataka nini kwa wakati huu. Uimbaji mubashara umekuwa ndio mtindo pendo kwa kwaya nyingi Afrika Mashariki. Uimbaji huo unazidi kuchukua nafasi kubwa ndani ya kwaya za AICT, na hali hiyo ikizisukuma kwaya kumiliki vyombo vya kisasa vya muziki. AIC Buzuruga wameendelea kuimarisha na kuboresha zaidi kitengo cha fundi mitambo ndani ya kwaya yao ili kupata mvumo wa sauti nzuri wanapokuwa kihudumu. Tangu wanunue vifaa vipya, wameleta wataalam wajuzi mbalimbali waliobobea kutoa maarifa na kuwajengea uwezo vijana chipukizi katika kitengo cha ufundi mitambo ili nao wakafundisha wengine. Mafundi mitambo wengi wa kanisani kwa sasa kwa sababu vyombo vimekuwa vingi, kwa sasa baadhi yao wanajua na wanafahamu kufanya setting nzuri, ila kuna wachache nafikiri wanahitaji kupata elimu kidogo ya mambo ya sound. AIC Buzuruga Kwaya wanapoalikwa hutanguliza vifaa vya muziki kwanza na wataalam ama mafundi mitambo kwa ajili ya kufanya setting, na zoezi hilo huchukua zaidi ya masaa 3. Kwa sisi hapa tuna vyombo vingi kwa sasa, tunatumia muda mrefu kidogo. Tunaweza kufanya setting kama masaa 3 hadi 4 kulingana na eneo. Kama eneo ni zuri au eneo tulizoea, tunaweza kufanya tu kwa muda mfupi. Kwa leo tunavyofanya setting, tuna hizi speaker hapa. Hizi speaker za mbele mara nyingi watu tunaziita front of the house au main kwa wengine wanavyoita. Hapo nyuma kuna speaker zingine baadhi ambazo zinagawiwa sauti au signal tofauti. Kwa signal ya mbele inakuwa na control yake, na signal za upande wa nyuma ambazo ni monitor zinakuwa na zenyewe na signal yake tofauti. Lakini pia sisi hapa tuna control yetu hapa, hii system hapa. Kuna control ya in-ear ambayo ni in-ear monitoring kwa ajili ya waimbaji watakao kuwa naimba na mic. Kuna mixer yetu hapa ambayo tunaita mixer, lakini wakati mwingine tunaita stage box, ambayo inasaidia kwamba tunapokuwa tunafanya hizi setting tunafanya kwa kompyuta. Ni digital mixer ambayo wakati mwingine ni wireless, inahitaji tu uwe na kompyuta au uwe na iPad au uwe na kitu kama hicho. Hushiki feda hata moja, feda zinakuwa pale kwenye display ya kompyuta. Hii inasaidia kwa sababu unakuwa na plugins nyingi ambazo unaweka kwenye mixer yako kwa ajili ya waimbaji. Una adjust EQ vizuri, unafanya compression vizuri, sauti inakuwa vizuri. Na unaweza ukafanya equalizer ya kitu kimoja ya channel moja. Ndio faida ya hizi mixer za digital. Ni tofauti na mixer zingine ambazo signal labda ya channel moja, ukiequalize kwenye equalizer ulizoweka unakuwa umefanya kwa kila kitu. Utaalamu na ukosefu wa maarifa umewafanya baadhi ya watu kuharibu afya za masikio ya watu, wakilazimisha sauti zipae kwa juu na kulia kwa nguvu zaidi kama wao wanavyotarajia, wakidhani ndio halisia ama ndio utaalamu wenyewe. Wasikilizaji wanakuwa hawapati ule usikivu mzuri. Mara nyingi wanalalamika, wanasema tunaumia masikio, sauti ni kubwa sana. Na mara nyingi unakuta wakati mnafanya setting kwenye mixer hizi nyingi, unakuta watu wanazingatia tu kuongeza volume, lakini kuna kitu cha kipekee ambacho kinafanyika kwenye mixer, tunaita gain structure au gain structure au gain staging. Hicho ni kitu cha muhimu sana kwenye vyombo vyako. Unapata signal ambayo haina distortion, inakuwa clean, unapata muziki mzuri. Hata kama utafungulia sauti itakuwa kubwa, wasikilizaji pia watapenda tu, kwa sababu sauti itakuwa haina makelele. Ushirikiano wa kwaya
kuunganisha vifaa ili kutengeneza mfumo mmoja wa sauti ukitajwa kuwa changamoto, kwani kila mmoja akiamini jinsi anavyoweza yeye kufanya na jinsi ambavyo yeye ameseti muziki wa kwaya yake na namna ambavyo wanavyotakiwa kuimba. Nimewahi kusikia kwamba wametuzimia generator, wametupunguzia sauti. Sasa hayo yalisababisha watu kila mmoja anatembea na nini na kifaa chake. Sasa kwa sasa kama una digital mixer ndogo kama hizi Stage Box, unakuja labda kama unataka hivyo na mic zako, unaunga tu kwenye sound kwenye main pale, basi una control mic zako kama unahisi kitu cha namna hiyo kipo. Lakini sio muda mrefu hiki kitu nafikiri kitaisha. Watu wameanza kuwa waelewa. Zamani yalitokea haya kwa sababu watu hizi digital za hizi mixer za analog zilikuwa zinasumbua, uwezi kukariri sana ulikuwa umeweka wapi. Akija mwingine ukaongeza ukarudisha sijui geni au ukaongeza feda, ujui sasa utakapoirudisha ilikuwa kwenye namba ngapi kwa sababu tayari uko kwenye tension. Lakini pia kwa hizi mixer za sasa hivi za digital una save. Hata wakiimba kwa ya nyingine una save na ya kwako una save, kwa hiyo mnakuwa na preset tofauti tofauti. Wakija wale una recall, wanaimba, ukija ya kwako na una recall, kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakuwa na usumbufu kwa sababu waimbaji hawalingani. Kuna watu wengine wana panchi, wengine sauti zao kidogo ndio ziko soft hivyo. Tunatofautiana pia kwenye uimbaji. Kwa hiyo swala la kila mtu na chombo chake linatokea iwapo sound engineer atashindwa kuwajali wengine. Uwepo wa mzee Selemani Muyombya ambaye ni producer wa muda mrefu akirekodi kwaya mbalimbali, lakini pia kuhusika kuandaa wataalam vijana ambao ni mafundi mitambo wanaotumika kokote kule ndani ya Afrika Mashariki. Yeye ameendelea kutoa wito wa vijana kutafuta kujifunza zaidi kutoka kwa wale waliowatangulia. Na timu ya vijana ambao tunafanya nao kazi, mara nyingi tunafundishana. Nimefundisha vijana wengi, hata sio wa Buzuruga tu. Kuna wengine nimewafundisha mambo ya studio, mambo ya mixing za studio na recording. Kwa hiyo ninajitahidi vijana sisi tunapoondoka kwenye hii kazi wabaki wanafanya sasa na vile tulikuwa tunafanya sisi. Yeah. Labda wito wangu kwa vijana ambao wanaingia kwenye hii tasnia, watafute watu ambao wanaelewa, waanze kufundishwa ili nao wapate ujuzi mzuri. Kwa sababu siku zinazokuja hapo mbele hakuna mtu atapenda sauti mbaya. Kila mtu atapenda sauti iwe nzuri. Mara nyingi unakuta wakati mwingine unaweza kaingia kanisani wazee wanakuambia sauti mbaya, wanatoka nje. Sasa hatutaki kitu cha namna hiyo inatokea. Hawa ni AICT Buzuruga Kwaya walioalikwa kuhudumu katika kanisa la AICT Yeriko Igoma katika ibada ya kumkaribisha mchungaji Tambalu iliyofanyika tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026. Asante kwa kufuatilia makala haya. Mwandaji na msimulizi wako ni mimi Boaz Silas. Usiache kusubscribe, kushare na kucomment video hii unapoitazama mtandaoni. Kwa zingine nyingi zaidi, endelea kufuatilia Inland Television, endelea kusikiliza Inland FM, lakini pia ukifuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X, zamani Twitter, kwa jina la Inland Media TZ.